Unafikiri kwa nini leo wanawake wengi hawawezi kutii wanaume? Swala la utii sio swala la kitamaduni, sio swala la kacha. Utii ni sheria ambayo Mungu ameweka. Mwanamke atamtii mume wake, na nikwambie, hajasema atamtii boyfriend, amesema atamtii mume wake. Chunga. Naomba nikwambie jambo moja. Biblia inasema hivi, ulimwengu haututambui kwa sababu haukumtambua yeye. So ukishajiweka mahali kwa mtu ukasema huyu ni mwanaume wangu, huyu nimeshamuona, is the only man in my life, I will hear from him everything, Biblia inasema utamtii. Biblia inasema kila mtu aliyelala na mwanaume ni mwili mmoja naye, so you will obey that man. Sasa inawezekana wewe hujisikii kumtii, ukaamua urebel, usimtii kwa hali ya kawaida. Naomba nikwambie, midhali ushajiweka chini ya hema yake akalala na wewe mpaka ukabeba mtoto, let's say, au ukalala naye tu kiolela, naomba nikwambie, kama ulimtii akakupeleka kwenye kitanda, uwe na uhakika kama nafsi yake na chochote kingine, your soul will obey. Kwa hiyo energy is transfer. Kama nafsi yake ina maisha magumu, so ule ugumu wa maisha, wewe ulikuwa kepesi, ulikuwa na fly mwenyewe vizuri, but the minute ulipokutana na yule mwanaume, kama ambavyo physically kwenye mbegu yake utatii, tumbo lako litaanza kuongezeka. You are responding what he commanded. Yote ile unayofanya ya mood swing ukiwa una mimba, kula udongo, kuna mtu unamtii. He has commanded you. Mungu alivyoweka utaratibu wake, utamtii mwanaume the minute utakapochagua kukaa chini yake, umemtii. Sasa haya ni yale yanayoonekana. Vipi hayo mengine unayotii yasiyoonekana? You are doing very well in your life until when you met a certain guy. Biblia inasema mwanaume atakayemwamini mke wake, moyo wake ukimwamini, hakosi kupata mapato. Kuna mahali ukumsikiliza mke wako hukumwamini, ndio wana umekosa ile hela. And you are going down financially because you didn't listen to your wife. Your wife said no to this business. You kept on moving. Mimi najua. Kaka, Mungu alijua kabisa si vema ukae peke yako. Ulipoingiza mwanamke ndani, tafsiri nyepesi ni hii, ili akusaidie, mpange naye sawa. Unapoenda kuwekeza pale ajue, uuliza mara mbili. Mwanamke aambiwe kila kitu. Haya, kaa navyo unataka kuambia. Rafiki yako Jumanne hasa ni kwa mbwimbwi, anatafuta tu kupiga hiyo hela. Wewe unadhani unawekezwa. Wanawake wana vitu ambavyo wamewekewa ndani na Mungu. Mungu tu ndo anajua ni vitu gani. They can tell that you are not okay even when you are smiling. Utajizungusha we. Akiamua kunyamaza ni kwamba kaamua kunyamaza, lakini hapa kaka una matatizo. Now, uchumi wenu unategemea how you grow together. Mnaaminiana? Unaweza ukatoa ushauri ukasikilizwa. Kama akusikilizi saa hizi na unaingia kwenye ndoa, jiandae kuomba chumvi kwa jirani. Kuna ego ile ya wanaume ile ambayo mtu unakuwa nayo, ambayo unambishia mke wako huku unajua kabisa hiki kitu anachokisema ni cha kweli, ila unabisha. Sasa dada, ukishaiona hiyo ikifumuka hiyo, wewe shuka. Yaani unasema tu, mimi nilikueleza tu baba, hamna shida. Alafu endelea kuandaa chakula na vitu vingine. Huwa wanaume wana tabia ya kujua wakiwa wamekosea. Kosa unalokoseaga wewe mpaka unapigwa makofi kwa sababu unamgeuza mume wako mtoto wako. Unalazimishia vitu. Kasa kwambia nimekuelewa, unaendelea. Mwanaume akishakwambia mama nimekuelewa, inatosha. Endelea na shughuli nyingine. Endelea na topic nyingine. Wewe sasa. Unaongea unaingia, unaongea unatoka. Unaongea mashambani, unaongea mjini.